mwanzo. Kwa vile kwa kusema ukweli kabisa, siku ya jana sikuwa natarajia kama inaweza kuwa vile ilikuwa. Jana kufika saa 10 nilikuwa pale kwa hospitali. Nilipokuwa hospitali nikaambiwa ninaenda theater kwenda kufanyiwa dressing. Kwenda kufanyiwa dressing pale nikafika nikaambiwa nikufunguliwa hii kitambaa yenye mnaona nimefunga kwa mkono wangu. Nilipofika nafikiri naenda kufanyiwa matibabu nirekebishwe ama niwekewe madawa kwa hii kidonda yangu. Hii mkono yangu venye unaiona hivi ndugu zanguni wenye mnaangalia hii. Mimi sina mbele wala nyuma. Sina baba yangu mwenye anaweza nisaidia. Sina mwenye anaweza nisaidia. Kwa hivyo hospitali siku ya jana sijaiona kenye ili happen. Mimi nilistuka tu nikiambiwa Jared na Dennis, sisi wote wenye tulikuwa pale ndani, kila mtu ajipange na viragu zake, haende mnadischargiwa kutoka kwa hiyo hospitali. Tulipoambiwa hata viatu kupewa viatu. Hii viatu venye unaiona nimeivaa kwa mguu hivi. Nimevaa open afuta. Na ni watchman tu ndiye alitolewa kwa mguu yake. Alafu akaniambia hamtakikani hapa ndani, fai ya viatu uende kwenu. Hatujui kenye tulifukuziwa hapo kwa hiyo hospitali. Kenye tunaweza omba tafadhali, kama kuna usaidizi tunaweza pata, mtusaidie. Ukiangalia ndugu yangu huyu Dennis yako hapa, ukiangalia tumbo wake, huyu si mtu wa kwenda kukaa kwa nyumba. Vile mimi Jared, hii mkono imevunjika mara 2. Naomba kama kuna usaidizi tunaweza pata haki, mtusaidie. Mimi niko na bibi na niko na watoto 3 na sina njia naweza fanya hii familia yangu ikule. Kwa hivyo kama ni usaidizi mwenye anatuona haki, naomba kama kuna mkubwa anaweza kuja atuhurumia atusaidie, niende mkono yangu iwekewe chuma ili nikapate kama naweza jitafutia kimaisha. Juu sina njia nyingine, nimelala tu kwa nyumba. Mimi hata ni uchungu tu. Kiona tu nikiongea hivi ni uchungu. Sina wenzangu wamekwama pale, wamekufa kwa nyumba. Hakuna usaidizi yenye tunaona. Saa hii tunahitajika mapenikira, mashindano, dressing kila siku. Juu hii mkubwa wa hospitali hii atuambia hii mkono venye iko hivi inahitajika ifanywe dressing after 2 days. Dressing tu peke yake. Alafu hiyo kidonda inaendelea kuwa tu fresh. Haijafanywa kitu yoyote. Hii mkono venye iko hivi imekatika. Kwa hivyo naomba kama kuna usaidizi wenye mnatuona haki, tunaomba usaidizi kutoka kwenyu. Kama huyu kijana wangu ni mwadhiriwa wa siku ya maandamano ambapo alipelekwa huko kwa saitoti na kupata matibabu. Sasa mimi nashangaa alienda huko katibiwa, lakini waliambiwa aende nyumbani na hajapona, na sina uwezo, sina namna, mimi ni mtu tu wa kuhangaika tu. Sasa hiyo mimi naomba tu nisaidiwe. Wewe unaona kutoka jana maisha imekuwa vipi? Wewe ndio unamlida ama kwa vipi? Kijana wako angapi? Ni kijana wangu wa kwanza, lakini maisha imekuwa baya sana. Sasa kama madawa hiyo, tangu jana madawa ya uchugu, nanunua tu madawa ya dukani na bado naumia tu, analia uchugu. Unaona labda ni furuma serikali na wadhulumu labda walipigwa risasi wakati wa maandamano. Mimi kama mzazi naona ni kama serikali inawadhulumu juu walikuwa pande ile nyingine. Juu sio tikiti walikuwa wanajenga serikali, lakini mimi ningeomba nisaidiwe juu sina uwezo. Na mimi nilipigwa risasi. Mimi ni mmoja wale waadhiriwa walipigwa risasi siku ya Jumatano. Hiyo siku nakumbuka vizuri, mimi nilipigwa risasi nilijipata hospitalini. Kujipata hospitalini mimi nilijipata nikifanyiwa first aid. Fanyiwa first aid hapo hivyo, nimekaa hapo hospitali siku ya kwanza, ya pili. Ikasemekana nafaa niende theater. Jio risasi mali nilipiga hapa kwa tumbo hapa hivi. Nilipiga hapa kwa tumbo. Sasa mimi ikakuwa nafaa kuenda theater. Nikapelekwa theater nikafanyiwa first aid. Lakini ile kitu ilinishangaza, hiyo hospitali hiyo
watu wa maandamano huko washughulikiwi. Watu wa maandamano huko wanateseka, unateswa. Nikijaribu kusema wanitibiwe ama nifanya nini, wananitisha pesa, na mimi pesa sina. Mimi sijatendewa haki. Mimi na wenzangu, kwanza siku ya jana ndio nilishangaa sana, kwa sababu tulifurushwa hospitalini kitu saa 10. Tukaambiwa tuende tujitibu na pesa zetu. Na imagine hata dawa hawakutupatia, dawa za nini, dawa za maumivu ama hata za painkiller hawakunipatia. Mimi mwenyewe sijiwezi, babangu mwenyewe hana pesa, familia ina pesa. Sasa hii hata ukiangalia ile shughuli wanapiga, ile kazi wanafanya, si watu wa kushinda ati nikiwasumbua ati nikiwaambia nipatie pesa za dawa. Mimi mwenyewe nafanya kazi hizi jua kali kazi. Mimi ni mtu wa mkono, yani ukinipatia kazi yoyote tu, mimi nafanya kazi yoyote mimi. Sasa hizi kama sasa hivi nimekaa hapa hivi, nafaa nifanyiwe dressing hii kidonda yangu. Daktari mwenyewe huyo mkubwa anajiita Dr. Rashid huko hivyo, aliniambia hii kidonda yenyewe inafaa inaoshwa kila siku. Kwa sababu ikioza tu hivi shida tu nianze kuoza. Ikianza kuoza tu hivi, mimi mwenyewe sina bahati. Mimi mwenyewe itabidi tu hiyo ni kaburi nimechungulia. Mimi mwenyewe nikiwa nimekaa hapo hivi nimechungulia kaburi. Ile maumivu nasikia hata sijui naweza kuelezea aje. Na hata sasa hii sina pesa ya kufanyia dressing, sina pesa ya madawa. Kuna shindano nilikuwa nadungwa sijui inaitwa aje. Kitu tramadol asubuhi na jioni. Hiyo ndio imeniweka. Ni painkiller fulani. Hiyo painkiller nasikia huku ni pesa mingi sana. Ni shindano tu dozi moja hivi unanunua hiyo shindano hata 500. 500 mimi nitatoa wapi? Inabidi nikae na hiyo uchungu. Na madaktari huko nimejaribu hata asubuhi nilirudi huko hivi asubuhi hapo huko kwa gate. Au watchman hata hataki niingie na hiyo hospitali. Wananiambia nini katibiwe huko mbele. Huko mbele ni wapi?